Shalom, shalom. Pastor Yohana hapa, mwana wa James. Kwa neema ya Bwana nimerudi tena kwa somo langu zuri na la baraka. Kama Mungu ambavyo amekuwa akikubariki kupitia mafundisho, Bwana amenipa neno tena siku ya leo, tutafakari yote. Litakusaidia na kukupa nguvu tena. Leo nakuja kuyajua majira yaliyoharibiwa kwenye maisha yako. Naenda kuzungumza juu ya vitu kuyajua majira yaliyoharibiwa kwenye maisha yako. Kuyajua majira yaliyoharibiwa kwenye maisha yako. Unaweza usielewe nini nasema, lakini kwamba adui anaweza kufunga majira yako na ukawa na bidii ya kutamani kuondoka kwenye jambo fulani, lakini isitokee kabisa kwa sababu majira yako yamefungwa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume, mwandishi anaandika, anasema panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Inasema akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baadaye baada ya Pasaka amtoe na kumweka mbele ya watu, yaani amuue. Sema amen. Ninakwenda kusema juu ya majira. Biblia inasema kwenye majira yale yale, inasema kwenye majira yale yale Mfalme Herode anakusudia kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Kwa nini natajwa mabaya kwa watu wa kanisa? Lazima uelewe, hata kama umeokoka, kuna mabaya shetani anatamani kuyatenda juu ya maisha yako. Hata kama umekwenda kanisani, adui anapanga mabaya juu ya maisha yako. Ninasema vita ya Herode imeangalia mtu wa kanisa, imeangalia watu wanaosema Bwana Bwana, inaangalia watu wanaosema tumeokoka, inaangalia watu ambao wanasema tunamuomba Mungu. So Biblia inasema akakusudia kuwatenda mabaya watu wa kanisa, lakini inasema majira yale yale. Nataka kusema nini? Kwamba unaweza ukawa unateseka kwenye majira yale yale bila kuelewa. Amenyamaza kimya kwa sababu majira yako yamefungwa, lakini anasema hulituma neno, na hilo neno watoa mataifa katika maangamizo yao. Naposema hapa majira yako yamefungwa na haupati neema tena. Kila mwezi fulani ukifika lazima ugue, kila saa fulani ikifika lazima ugue, kila wakati fulani ukifika lazima ugue, kila dakika. Kuna majira ukifika mateso yako yanazidi. Kuna wakati majira yakifika unaanza kuugua. Kuna watu unaugua kila mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ukifika magonjwa yanainuka. Kuna watu mnateseka kila jioni, manake yale majira ya jioni umefungwa wewe, na ndio maana ikifika saa ya jioni unasikia mwili wako unauma. Magonjwa yako ni ya jioni kila wakati. Hayo ni majira yaliyofungwa. Kuna wakati ukifika, wakati wa wengine wanaenda kulima shambani, wengine wanafurahia mwaka umefika tuanze kulima, wewe ni majira yako ya kuugua. Maana yake nini? Umefungwa kwenye majira yale yale. Shetani alichokifanya kwako, amekufunga kwenye majira yale yale, majira ambayo wewe ungeenda kufanya kazi. Wengine unapofika asubuhi, wengine wanaenda kufanya kazi, wewe unaamka mwili wako ni mgonjwa. Maanake shetani au adui amefunga sana maisha yako kwenye majira yako. Na ruhusu neema ya Mungu unanifuatilia popote. Yamkini naposema hapa nasema, pastor, mimi nimefungwa kila wakati, nimekuwa ni mtu wa kuteseka. Watoto wangu wakifika masaa ya kwenda shule wanaumwa. Nikifika majira ya kuajiriwa naumwa. Sijawahi kupata ajira kwa wepesi. Kwa sababu gani? Majira yangu ninakuwa napata na shida fulani. Kwa mfano, kuna majira yakifika unaugua tumbo la chini. Ukifika majira ya kuolewa kuna jambo linatokea. Ukifika majira ya kwenda kulima shamba kuna jambo linatokea. Ukipatana na mtu akupe biashara kuna jambo linatokea. Maanake shetani adui anacheza na majira yako. Nilaruhusu neema kila unanisikia, Mungu afanye ukombozi kwenye majira yako. Mungu afanye ukombozi kwenye majira yako. Katika jina la Yesu, Mungu afanye ukombozi kwenye majira yako. Kila majira yaliyoharibiwa, na mruhusu Yesu afike hapo, afike hapo, afike hapo, afike hapo katika jina la Yesu. Afike kwa watoto wako, afike kwenye majira yaliyoharibiwa, na Yesu afanye ukombozi.
inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Ikiwa omba pamoja na mimi, kuna neema Bwana anaenda kuiachilia kwenye majira yako. Funga macho yako hapo ulipo, anaenda kuachilia mkono wa Mungu, na Mungu anaenda kukomboa majira yako katika jina la Yesu. Najua amezoea kila mwaka kukuona hutalima, kila mwaka alizoea kukuona hutafanya biashara, walizoea hutaolewa, walizoea huwezi kupata kazi, walizoea hutaishi maisha mazuri, walizoea na walikupa jina. Yesu wa msalaba akuokoe sasa. Yesu wa msalaba akusaidie sasa. Yesu wa msalaba akuponye sasa. Yesu wa msalaba aingilie kati majira aliyoharibiwa, majira aliyoharibiwa, aingilie kati na kukufanyia ukombozi tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haijalishi uko gereza la aina gani, Mungu ashuke hapo na kukuokoa tena kwenye hayo majira yako aliyoharibiwa. Omba pamoja nami katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni uliyeniita, naachilia neema na upako kwa kila anayenitazama na kunisikiliza. Naachilia nguvu kwenye hiyo chumba katika jina la Yesu. Naachilia neema kwenye hiyo chumba katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, Mungu aliyevunja nia ya watu wengi na kuwafanya wawe huru, katika jina la Yesu natuma neema tena katika jina la Yesu. Mungu aliyemtumia Yefta kuleta mabadiliko, naleta mabadiliko kwa mwanamke huyu tena, naleta mabadiliko kwa mtoto huyu tena, naleta mabadiliko kwa kila anayenitazama katika jina la Yesu. Asiwe yule wa kwanza. Mungu ufanye upya, umbe upya, umba upya kila aliyetengeneza majira ya kumtesa. Ninayabomoa ulimwengu wa roho, najenga ukuta wa neema ya Bwana, najenga upako kwenye maisha yake, najenga upako kwenye maisha yake, najenga upako kwenye maisha yake. Mungu achilie neema katika jina la Yesu Kristo. Asiwe yeye wa kwanza. Mungu fanya mabadiliko tena kwenye maisha yake. Haijalishi ni miungu ya mabibi, miungu ya mababu, roho za kuzimu na kila roho za kafara, haijalishi wachinja sadaka kwa ajili yake. Mungu ingilia kati, uwe sadaka yake ya kwanza, uwe sadaka ya damu yako kwenye maisha yake. Imekuwa, nimekuombea. Amen, amen, amen. Usikose kutufuatilia kipindi kinachofuata, usikose kutufuatilia. Moto wa Mungu utakuwa mkubwa kuliko huo. Katika jina la Yesu, Mungu abariki maisha yako. Usiwe wa kawaida, usiwe wa kawaida katika uweza wa jina la Yesu. Amen, amen, amen.